na sisi wanawake akitu kuna tutajifunza mambo zingine. Wakogire mbona yake si ameajiriwa kwa bank. Na yeye ako banki nyingine, so they are both bankers. So siku moja mbona yake yako kwa bedroom. Ako kwa bedroom akioga, kwa sababu unajua bedroom yao ni self contained. So ameacha kasimu wapi? So kwa meza. Simu ikalia, imejiandika ati mwenye kupiga inajiandika ati my eye. My eye? Eye ya jicho ama eye me? My eye. My jicho. Ati my eye. Leo bibi yake sasa akaangalia kasindwa, what is this eye? Ni eye gani? Haya. Ikakata kwa sababu sipona yuko na kule. Immediately ka message kamekuja. Kamejirusha hapo juu. Ati haukutuma pesa ya mtoto na hata masi anahitaji kiatu ya shule. Hai. Nani ametuma? Kwa hivyo ni watoto. Ni watoto. Si kuna mtoto na masi. Sikiza. Haya. Sasa kufanya hivyo, sijui kama wakati message iliingia roho kutoka ni kama utoka somehow. So akaanza kuscroll. The eye. Can you imagine? Alikuta sasa huyo ni bibi mwingine. Na wamefanya hata wedding kwa DC wao. Hebu nikwambie. Huyo mama haku believe. Akakimbia kwa WhatsApp ya huyo mama. Guy, kuna mpaka picha za nini inaitwa aje, za title imeandikwa bwana yake na huyo na bibi. Sasa akajua majina ya bibi amekufa. Guy, so kuna title, kuna kanyumba kako hapo, wamepigwa wamesimama hapo na bwana na tutoto tuili tuko hapo, na kengine sasa kameshi. Ni kama watoto ni wangapi? 3. Na yeye yako na watoto wangapi? 3. Na ni kama wanatoshana na wale wake. Kwa hivyo wameishi kuwa wawili hivi. Bamba. Mwanamke wanza kudidina hapo. Ile gaseke, ile gasoeti kakonda. Kale kadogo. Sasa amestuka. Anajua it's not about me. Tuko wengi. Huyo mama hata hakujua what to ask or what not. Sasa kwa sababu if this is the thing, maji tayari imemwagika. Yes. Nakwambia siku 3 akapata pressure. Ngoja, simu amerudisha na akanyamaza. Ingekuwa ni kwangu. Ati anagojea kushikwa na depression siku ya 3. Mimi ni angeanguka hapo. Sijamaliza. Wakati aliona hivyo, simapo imefanyika. Akajua sasa ni kuru. Tikwe. Kuna kitu anazazuia sasa. Akajua hapa tayari nimepotea. Na hata kupigana ni bure tu. Akaanza sasa kujipanga na yeye. Akanunua plot. Akaanza sasa, unajua sasa kwa sababu kama pesa ni zetu. What next? Sasa ukivuruta na vuruta. Kabisa. Akajenga nyumba. Ya ghorofa ngapi? Ghorofa 5. Hajawahi ambia, hakukuwa ameambia huyo mjamaa. Hakuwahi uliza na hakuuliza. Akaanza sasa kujipanga kabisa. So ndio sasa akajua nitakaa nimenyonga huyu mjamaa kipesa, zikosa za kuenda wapi? Kwa ile familia. Na hata kwa kuna karoni nitawahi mbebe mchukulia guy. So ndio wote nilikuwa nasema ni kuwa
ni vizuri at least okay, hiyo ilikuwa advantage kwa sababu alijua what was happening. Lakini kama alikuwa roho chini, si angekufa kuona hivi. Umechukua simu, kuna ile temptation ya kuresearch more and more and more. Ya huyu mtu. Unaona sasa aliona ka message kamepop, decide kuscroll hizo zingine. Yes. Akaenda WhatsApp picha. Sasa ulikuwa unatuambia tujifundishe nini? Okay, chukua simu. Yani that is why nimesema sasa ni mara mbili. Kuna kwa sababu kuna mwingine nilisikia advantage. Yes, aliona simu ya messages za bibi ya girlfriend yake. Huyo ni alianguka akakufa. Akastuka. So badala ya kuchukua simu ya wenyewe, wachana naye. Unajua tumeumbwa differently. Ukweli. Huwezi jua kama wewe uko that strong. So, siri hapa usifugue roho yako yote. Hata sisi tukue na mambo zetu za siri. Wachana na simu ya huyo mtu mwingine. Wachana naye. Na kama mimi sweat yangu ndio inalisha nyumba ingine na wewe. Kama utachukua simu kile ambacho basi na mimi basi nikitafutwa nitafutike na huko nje. Kile ambacho ukijui hakiwezi kuwa. So hapa mjaongea vizuri. So ndio nasema kuna mtu inaweza msaidia na mwingine inaweza muua. Unasikia hiyo sasa hapo Kagure utuachie mtu afikirie venye atataka. Hapo kuna kusema ati tujipange ama tujue maneno gani?